tunapopata viketi vyetu. Thank you, elders, for bringing us that far. God bless you. Asanteni kwa kutuleta mbali huu na Mungu awabariki. We appreciate. Na Mungu atende vyema. We have Kimeu's family. They wanted to say something. Now, Rakisha, because you are on my time. Kimeu's family. This is the family of our sister who passed on, and we went for the funeral in Machakos. Jamii ya dada yetu aliyetuaga na tukaenda mazishi yake huko Machakos. Siwapatie mic. Praise God, church. Praise God again. Yes, this is Kimeu's family, Naomi's family, and just to clarify, this is Mike, the second born son of Naomi, who is in Form 3. This is Winson, who is in grade 3. There is the first son, Mumo, who is not with us today. Finished Form 4 last year. And then there's our dad, who is not in the city, but he asked us to represent him. And today we are standing here to thank the church, starting with our bishop and our mom, for the tremendous support they gave us since when mom was admitted at the hospital, and even when she passed on. We really thank you for the calls, the visits, the financial support, not forgetting Kome and the family, your wife, your brother. We really appreciate whatever you did for us, rushing mom to the hospital, being with us the whole night, the visits and everything. Pastor Jackson Muhia and your wife for your calls, your messages, Pastor Wangombe and your wife, Pastor Garuya and your wife, And Pastor all of Gitao us. and your wife, And all of us. and every one of you. We really appreciate you. We normally hear people say, when people go through this, whatever we went through, I hear people say they experienced a lot of love. Yes, there is that normal love that I've experienced when this had not happened, but whatever you showed us is extremely special. Let me say that. So thank you for coming home. Bishop, people there are saying that we have a very special bishop who, they actually were saying that he's not just a preacher but a counselor, because, and whatever song they are singing there is your preaching about us dissolving and our outer bodies belonging to the worms. So you really touched lives there. We appreciate, we say thank you, keep praying for us and with us as we walk this journey. Thank you. Amen. Na yeye anaita the late auntie. Yeah, yes. Unajua unasema mom, tunafikiri wewe. Okay, Naomi was my mother's sister. Yes. Yeah, so she's my auntie. Na huyu? She's our auntie. Hmm? Yes. She is your aunt. Yeah, she's our auntie. Naomi was our auntie, yes. Huyu ni your aunt? No. Oh, she was her aunt. Yes. And, Yes. and these are the two kids. He was very happy to see me there. Yes. And he really smiled, got a surprise. So God bless you. Thank you. We love you and be strong. We will be with you in Jesus' name. Amen. Amen. Pena yo. Mungu awabariki na watende vyema. There is a hope and a future. God bless you. Mungu awabariki.
we also have our Robert Muchama. Tunaye Robert We also Muchama. went for a funeral to Kisii. In this church, we support our people. Amen. Pia tulienda matanga huko Kisii na tukamshikilia. Amen. Amen. Simpatie kitu mzuri. Bwana Yesu asifiwe church. Amen. Mungu ni mwema. All the time. Mimi ni Robert Muchama kwa. Mimi ni mshirika wa hapa. Nilipoteza mzee anaitwa Mkua. Mimi naitwa Robert Muchama Mkua. Mzee ndio nilipoteza anaitwa Mkua. Mimi nimekuja mbele yenu kurudisha shukrani. Niliona mkono wenu. Ilifika huko niliona Jackson Motigani na Tikoni Peter walifika nyumbani wakaleta mkono wenu. Mimi nilishukuru. Asante sana Bishop kwa ile kazi ulifanya mzuri na kanisa kufika kwa mchango wenu huko nyumbani. Nimesema asante, mbarikiwe sana. Amen. Simubarikiwe sana. You know, those words, don't take them easily, especially coming from somebody ambaye amefanyiwa vizuri na kanisa. God bless you, brother. Mungu akubariki sana Let's ndugu. continue and we continue to thank God. Na tuendelee kumshukuru Mr. and Mungu. Mrs. Samuel Mutiereli. Bwana Nabii Samuel Mutireri. Wote wanataka kusema asanti kwa kanisa kwa vile tumesimama na wao. They all want to say thank you to the church for the way we stood together with them. Bwana asifiwe. Naitwa Anne Wangalia mama Manjoki na nimeokoka. Nimekuja kuwashukuru maana mlisimama na mimi nilipopoteza mama yangu tukianzia na wa bishop na Unasikia kanisa ukiwa huko? lote. That Mikey has a problem. Okay, tuendelee. Nimekuja kuwashukuru nyote maana mlisimama na mimi nilipopoteza mama yangu tukianzia na wa bishop na kanisa lote kiujumla. Mungu awabariki sana. Maombi yenu, fedha zenu, walionipigia simu na waliohudhuria mazishi wakiongozwa na Pastor Jackson. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Ukisikia tu voice ya mtu wa hapa ujue ni kanisa yote imekuja. God bless you. Na muwe strong na muendelee katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Praise be the name of Let's the all Lord. turn to our Bibles in the book of Romans. Tukiukie Biblia zetu katika kitabu cha Warumi 4. Romans chapter 4. Warumi 4. Romans chapter 4. Waraka wa Warumi 4. Romans chapter 4. Warumi 4 from verse 16. kuanzia mstari wa I'll read in 16. English, the other languages can follow. Kwa Kiingereza mengine yatafuata. Romans chapter 4 verse 16. Warumi aya ya 4 mstari wa 16. Therefore it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Verse 17, as it is written, I have made thee a father of many nations. Before him, whom he believed, even God, who quickened the dead, and calleth things which be not as though they were, who against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken. So shall thy seed be. Amen. Amen. I want us to look at Abraham.
Nataka tumtizame Ibrahimu. And as we look at Abraham, Na tunapotizama kuhusu Ibrahimu, we still following our promises for 2025. bado tunafuata ahadi zetu za mwaka huu 2025. And today I want us to look and see the power of promise. Na siku ya leo nataka tutizame nguvu za ahadi. The power of promises. Nguvu za ahadi. I'm still strained. Sauti yangu imenyongwa. My mic is not up to. Yeah. The power of promise. Nguvu za ahadi. And a promise, we know what it is. Na tunajua sote ahadi ni nini. We have made promises Tuko na ahadi nyingi. and we have received promises. Tumefanya ahadi nyingi na pia tumepokea ahadi nyingi. And a promise is a binding contract. Na ahadi ni kitu ambacho kinaunganisha. When I promise you something, Ninapokuahidi kitu, we meet on the street, you can ask me about that promise. tukutane huko barabarani, unaweza kuniuliza kuhusu ahadi That ile. commitment I made, Ile kujitoa ambayo nilifanya. you can follow it. Unaweza kuifuata. So when we talk of the promise Kwa hivyo tunapoongea kuhusu which ahadi God has given to us, ambayo Mungu ametupa sisi, and we said in the beginning of the year, we need to know these promises na tukasema mwaka ulipokuwa unaanza ya kwamba tunafaa kujua ahadi we hizi can claim them, ili tuweze kuziitisha, because a promise can be claimed. kwa sababu ahadi inaweza kudaiwa. What I have not learned is whether it's legal, Kile ambacho sijasoma ni kama ni halali, whether you can follow a promise legally, kama unaweza dai ahadi kisheria, but it's a commitment. lakini hiyo ni kujitoa ama ni kujipeana. When you promise something, Unapoahidi kitu. last night I was watching a program. Usiku uliopita nilikuwa naangalia program There fulani. was a young man Kuna mtu mchanga who agreed with a young lady ambaye alikubaliana na msichana mchanga that they have agreed to get married. ya kwamba wamesikizana watapata But kuoana. the lady said, Lakini but msichana anasema you lakini must wait for 2 years. lazima ungoje miaka miwili. They promised to get married, Waliahidiana kuoana, but they also promised they wait for one another for 2 years. na pia wakaahidiana watangojeana kwa miaka miwili. I don't know why, Sijui kwa nini. because if you are not ready to get married, don't promise. Kama hauko tayari kuoa ama kuoana, Ukikubali olewa. once you accept, get married. Don't promise somebody uwe maua yake. Usiahidi mtu that you may be the And I flower. learned that is dangerous last night. Na nikasoma hiyo ni hatari sana usiku uliopita. When they promise for 2 years, they will wait for one another. Walipoahidiana watangojeana kwa miaka miwili, Somewhere, somehow, hapo katikati kitu tu hivyo. with the promises, they went away from one another for 1 year. Na kwa zile ahadi wakaondokeana kwa mwaka mmoja. In that 1 year, Kwa mwaka huo mmoja, the lady got pregnant from another man. msichana akapata mimba kutoka kwa mwanaume mwingine. Hiyo ni hatari Hiyo ni hatari sana. sana, na wao ni wajinga. Wale wana promise kuolewana halafu mnakaa miaka miwili. Sasa hiyo ujinga. Huyu ni yeye anasema ni hatari, si mimi. Now, I don't know whether the lady got married. Those who watched the kipindi with me, Sijui kama alipata kuolewa wenye waliotazama pamoja nami. somehow she went back to their home. Lakini kwa njia moja ama Kwa baba nyingine yake. akarudi kwa baba yake. Na akirudi akatembelea yule kijana. And when she went back, she visited that young man. Now with a kid. Akiwa sasa na They mtoto. had promised after 2 years they Wa- would. walikuwa wameahidiana kwa miaka miwili watafunga ndoa. In the might of the boy, he Kat- didn't promise that he shall marry the lady with a kid. Katika mawazo yule mwanaume hakuahidi ya kwamba ataoa msichana akiwa na mtoto. But they went on
Lakini waliyesonga mbele, the parents of the boy told him, no, you can't marry a lady with a child. na wazazi wa kijana wakasema huwezi oa msichana aliye na mtoto. But the lady and the boy agreed they can move on. Lakini hao wawili wakakubaliana wasonge But the mbele. parents have told the boy not to get married to a lady with a child. Lakini wazazi wameshaambia kijana asioe msichana aliye na mtoto. So kwa harakati ya kutembeleana, And in that process of visiting and one another friendship, na urafiki, the boy thought, yule kijana the akafikiria, person who is making me not to get to marry this lady is the child. yule anayefanya nisioe msichana huyu ni huyu mtoto. So one time he visited the lady's home. Kwa hivyo wakati mmoja akatembelea msichana kwao The nyumbani. lady was not there, but the child was there. Msichana hakuwa, lakini mtoto alikuwa nyumbani. So the guy took the child. Akachukua yule mtoto, Sijui ni kusidikizana au ni waende na yeye. I don't know if to go together with him or to escort him. But when they went somewhere, Lakini walipofika he mahali, thought, this is the reason I'm not marrying the lady, so I'll kill this child. akafikiria hii ndio sababu sioi msichana huyu, kwa hivyo nitaua mtoto huyu. Kwa hiyo ujinga ya miaka miwili, In that foolishness of 2 years, the boy killed the child. kijana akaua yule mtoto. We were not told where he took the body. Hatukuambiwa alimpeleka wapi But after baadaye. that, to cut a long story short, he Like- was arrested Kufupisha hiyo, akaweza kushikwa and he was jailed. No, he was to die. alikuwa afe, He was given that sentence ya kifo. alihukumiwa kifo. But when in the waiting, Katika kungoja, the government said something serikali ikasema jambo, and he was jailed for years. akawekwa jela kwa miaka kadhaa, Now he's been there for 17 years. na sasa amekuwa huko kwa miaka 17, And now he's very remorseful. na yeye I'm talking about the power of promise. na nena kuhusu nguvu za ahadi. It can cause death Inaweza sababisha hata kifo, because it has power. kwa sababu ina nguvu. Now that man, I don't know whether they had a vision, but there he is. Even by yesterday when he was being interviewed, Kwa kifikia jana wakati alikuwa akihojiwa, he is in jail ako katika jela, and he's very remorseful. na yeye anajichukia sana. But what I picked from that, which I would like you to learn also, Lakini ningetaka kusoma kile nilichukua pale na is nikasoma that pia. you don't make foolish promises. Usifanye ahadi za When kiupumbavu. you make a promise, Ukifanya ahadi, ukifanya ahadi, please tafadhali be visionary. kuwa mtu mwenye maono, Na uwe contemporary, uwe si kitu ya kuku push. and let it not be something to push you. So a promise has power. Kwa hivyo ahadi ina nguvu. That's what I'm saying. Hivyo ndivyo ninavyosema. And when you promise, please fulfill your promises. Na unapoahidi, tafadhali timiza ahadi zako, Because a promise is a very important thing. kwa sababu ahadi ni kitu cha maana There sana. are so many points where people make promises. Kuna mambo mengi ambayo watu wanafanya ahadi. When you are taking a loan from somebody, you are promising to pay. Unapochukua mkopo kutoka kwa mtu na unaahidi utalipa. When you are getting married to somebody, you are telling them until death. Unapooa mtu ama wana na mtu, namwambia hadi kifo. A commitment. Hiyo ni kujitoa, And a commitment should have power. na inafaa kuwa na nguvu. So, when we look at the promises God has promised to us, they are commitments God has made to us. Tunapoangalia zile ahadi Mungu ametupatia, ni agano ambayo Mungu ametupa. And in that scripture, Na katika maandiko haya, we see God promising Abraham na tunaona Mungu akimwahidi Ibrahimu that he shall make him
father of nations. ya kwamba atamfanya baba wa mataifa. A promise to Abraham. Ahadi aliyompa Ibrahimu. And the time God was promising Abraham, Na wakati Mungu alikuwa anamwahidi Ibrahimu, he was very old. alikuwa mzee, His wife was very old. mke wake alikuwa mzee pia. Biologically, they were beyond getting children. Kiasili walikuwa zaidi, hawangeweza kupata watoto. But here God comes and he promises him, Lakini sasa Mungu amekuja na kumwahidi, despite all that, bila kujalishwa na you haya shall be yote, a father of nations. wewe utakuwa baba wa mataifa. And Abraham, Na katika Ibrahimu, knowing whom God was, akijua Mungu ni nani, he believed him. yeye akaamini. Amen. Amen. You know, when somebody promises you, anatakiwa awe kwa kiago hiyo ya kufanya vile amepromise. Mtu akikuahidi anafaa So kuwa from- kiwango ya kutekeleza. So from Abraham's point of view, Kutoka kwa Ibrahimu na maono ya Ibrahimu, the God he knew, Mungu aliyemjua when he promises, anapoahidi, and the Bible tells us God's promises are yea and nay. na Biblia inatuambia kwamba ahadi za Mungu ni na amina. And God and Abraham knew this God. Na Abrahamu alikuwa anamjua huyu Mungu. I pray that we may know the God who is promising us. Na naomba ya kwamba tujue Mungu He anayetuahidi. promises Abraham Alimwahidi huyu Ibrahimu against all odds. kinyume na mambo yote ambayo huonekana. Sarah was old. Sara alikuwa mzee. In fact, when Sarah heard that God had said she will bear a child, Hata she wakati laughed. alisikia kwamba Mungu atampa mtoto, alicheka. Mimi, haiwezekani. It can't be possible. But Abraham Lakini Ibrahimu believed God. akaamini Mungu. I love Abraham. Mimi napenda Ibrahimu. When I promise you something, Ninapokuahidi kitu, don't look at me, usiniangalie, because it's me who is promising. kwa sababu ni mimi ninayeahidi. Wait for me to perform. Ningoje niweze So kutimiza. Abraham, the Bible tells us, Biblia inatuambia Ibrahimu he believed against hope. akaamini kinyume na tarajio. That is the word. Hiyo ndiyo neno. Who against hope Akaamini kinyume na tarajio believed in hope. na akaamini kwa tumaini. There was no hope physically in Hakukuwa- him getting children. Hakukuwa na tumaini kwake kupata watoto, But he believed against that hope lakini akaamini kinyume na tarajio that he might become the father of many nations, ya kwamba anaweza kuwa baba wa mataifa according to that which was spoken, kama vile ilivyonenwa, according to that which was promised. kama vile ilivyoahidiwa. Hallelujah. Haleluya. And he said that which was spoken, Na akasema kile ambacho kilinenwa, that promise, ahadi hiyo it will come to pass. itakuja kupita. And we now see Sarah Na on the other sasa side. tunaona Sara upande mwingine, And Sarah said, na Sara akasema God has made me to laugh, ya kwamba Mungu amenifanya nicheke, so that all that I hear will laugh with me. ili wote watakaosikia wacheke pamoja nami. How many years was Sarah? Alikuwa na miaka mingapi? Okay, biologically Kenyans we get children, ladies up to what age? Wanawake hupata watoto hadi umri gani? Kitu ambacho tumesoma miaka 45. 45. But God Lakini Mungu can give you at 60. anaweza kupatia katika miaka 60. So you say, but God. Sema lakini Mungu. Because God's promises create. Kwa sababu Mungu anaahidi na yeye huumba. God's words create. Maneno ya Mungu huumba. So there is no 45 Kwa in sababu God. hakuna miaka 45 kwake Mungu. As long as God wants you to get a child, Kama Mungu anataka upate mtoto, you can get unaweza kupata against all odds. kinyume na mambo yote yanayowezekana. But Sarah Lakini Sara is saying, akasema God hivi, has made me laugh. Mungu amenifanya niweze And kucheka, all who hear
will laugh with me. na wote wanaosikia wanacheka pamoja nami. Amen. Amen. But God promised. Lakini Mungu ameahidi. And Abraham believed. Ibrahimu akaamini. To the extent even after getting a child, Umbali kwamba hata baada ya kupata yule mtoto, God asked Abraham to sacrifice that child. Mungu akamuuliza Ibrahimu amtoe yule mtoto kama And he still dhabihu. went on to believe hata huyu akienda. Na akaendelea kuamini even if this one goes. God told me I shall be a father. He Mungu will give ameniambia me children. nitakuwa baba mataifa, atanipa watoto wengi. Out of hopelessness, Kwa kukosa tumaini, God brings hope Mungu analeta tumaini. because he's God. Kwa sababu yeye ni Mungu. God is mighty. Mungu ana uweza. God has no limits. Mungu hana viwango. Hallelujah. Hallelujah. That's why I'm a believer. Ndiposa mimi nimwamini That through God's providence, ya kwamba kupitia kupeanwa kwake Mungu, you can be anything. wewe unaweza kuwa chochote. Only don't be suppressed by what you are. Lakini usifinyiliwe na kile ulicho sasa. If God has promised us promises, Kama Mungu ametupa ahadi, know them zijue and claim them. na uweze kuzidai. It doesn't matter whom you are. Haijalishi wewe ni nani. God has a hope in you. Mungu anatumaini ndani yako. And God has promised us. Na Mungu ametuahidi. In the book of Mark 16, Katika kitabu cha Marko the 16. Bible commanded the disciples to go into the whole world and preach the good news. Biblia inaambia wafuasi waende ulimwengu kote wahubiri injili iliyo njema. Those who believe Wale watakaoamini and are baptized. na kubatizwa. Hallelujah. Hallelujah. And I thank God I believed and I got baptized. Na nashukuru Mungu mimi niliamini na nikapata kubatizwa. Amen. Hallelujah. It's a process. Hiyo ni hali ama ni njia. Those who believe and are baptized Wale watakaoamini na kubatizwa in my name, katika jina langu they shall speak in tongues. watanena kwa lugha mpya. That's your promise. Hiyo ni ahadi yako. You can speak in tongues. Unaweza kunena kwa lugha mpya. If you are waiting to speak in tongues, Kama unangojea kunena kwa lugha in the mpya Holy Spirit, kwa Roho Mtakatifu, it is your promise. iko katika ahadi You zako. can claim it today. Unaweza idai siku ya And you'll leo be filled with the Holy na Spirit. utajazwa na nguvu za Roho And speak Mtakatifu in tongues. na unene kwa lugha mpya In the name of, katika jina la in Bwana. the name of, hallelujah. Hallelujah. It's a promise. Hiyo ni ahadi. Those who believe and are baptized, Waaminio na kubatizwa they shall lay their hands on the sick, wataekelea mikono yao juu ya and wagonjwa, the sick shall be healed. nao watapata afya. In this church we have a clinic Katika kanisa hili tunayo clinic to heal people. ya kuponya watu. Those who are saved Wale ambao wameokoka and are baptized, na wamebatizwa, call them to lay their hands on you when you are sick, waite kuwekee mikono unapogonjeka, and you get healed. nao utapata afya. In the name of, Katika jina la it's Yesu. a promise. Hiyo ni ahadi. Hallelujah. Hallelujah. I pray that in the church, Naomba hapa kanisani you will not only wait to be called, to be prayed for because you are sick. hautangojwa tuombewe kwa maana wewe ni mgonjwa. You yourself, Wewe peke yako you will call utaita so that they pray over you. ili waweze kukuwekelea mikono. When we are here as such leadership, Tukiwa hapa kama uongozi wa kanisa, it's not a must that we call you to pray over you when you have an issue. sio lazima tukuite tukuombee ukiwa na jambo. It is you to know it is your promise Ni- from God. Ni wewe ujue hii ni ahadi yako kutoka And kwa you Mungu can claim it. na unaweza kuidai. It is they shall Nasema ya kwamba call the elders of the church wataita wazee wa to kanisa pray over them. wawekee You know, mikono yao. I've seen these days sometimes we do things in the wrong order. Naona siku hizi tunafanya mambo kwa njia ambayo ni mbaya.
Because the Bible is very clear. kwa sababu Biblia i wazi. If you are sick, Kama wewe ni mgonjwa, call for the elders of the church to come and lay their hands on you and Waite- pray over you by faith and anoint you. waite wazee wa kanisa waje wakuombee, wakuwekee mikono kwa imani na wakupake mafuta. It's not them to call you. Sio wao wakuite. But is there anyone who is sick? Je, kuna mmoja ambaye ni mgonjwa? That is not our work. Hiyo sio kazi yetu. Our work is to pray over you when Kazi you yetu call. ni kukuombea unapotuita. Even now, Hata sasa you hivi can rise up and come forward and say, I am sick and I want to be prayed for. unaweza inuka na ukuje useme mimi ni mgonjwa, nataka kuombewa. Our problem is, pastors want to make everything look like they are the God. No, we are not. Shida ni kuwa wachungaji wanataka God waonekane ni has Mungu. promised every believer. Mungu ameahidia kila mwaminio. God has spoken to you Mungu amekunenea wewe that it can happen. ya kwamba inaweza kutendeka. But the initiator of that promise to be fulfilled should be the victim. Mwanzilishi wa ahadi ile ipate kutimizwa ni yule aliyeadhiriwa. I repeat, Narudia, the initiator of our prayer mwanzilishi wa ombi is the person who needs the prayer. ni yule ambaye anahitaji lile ombi, It's not those who want to pray. sio wale ambao wanataka kuomba. So Abraham, Kwa hivyo Ibrahimu, knowing whom God is, akijua Mungu ni nani, he believed against every hope. akaamini kinyume na tarajio lote, And he hoped na akatarajia in the promise of God. katika ahadi yake Mungu. Hallelujah. Haleluya. He believed Akaamini in the promise of God katika ahadi zake Mungu that you shall be a father of nations. ya kwamba utakuwa baba wa mataifa, And he took it upon himself. na akachukua iwe juu yake. And the Bible says in verse 20, Na Biblia yasema katika mstari wa 20, he staggered not at the promise of God. inasema ya kwamba lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita. 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 He staggered not. Hakusita kwa akiona ahadi ya Mungu. Kusita is to doubt. Ni kama ni kusita, ni kutia shaka. He staggered not at the promise of God through unbelief. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini. But he was strong in faith, Lakini akawa na nguvu katika imani, giving glory to God. akimtukuza Mungu. Amen. Amen. Brother, sister, Ndugu dada, when we come to God, tunapokuja kwake Mungu, the word of God is calling us neno la Mungu linatuita not to doubt God. tusiweze kusita kwa That Mungu, he will do it. ya kwamba atatenda. He will do it. Atatenda. Don't doubt. Usiweke Believe shaka, in him. amini ndani yake. Abraham staggered not. Ibrahimu hakusita. Verse 21. Mstari wa 21. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Soma hiyo tena. Huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. That is verse 21. Mstari wa 21. Soma tena. Huku akijua hakika, Huku akijua hakika akijua hakika. ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Amen. Amen. Church, Kanisa, this is the God huu ndiye Mungu who has made us come here. ambaye ametufanya tufike hapa. Abraham Ibrahimu was fully persuaded akikuwa na uhakika that what he had promised, ya kwamba kile Mungu aliahidi, as long as I'm old, hata kama mimi nimezeeka, as long as my wife is old, hata kama mke wangu I amezeeka, don't know what will happen. sijui nini One thing kitakachofanyika. I know Jambo moja is that ninalojua the God who ni ya promised, kwamba I am aliyeahidi, fully persuaded ninao uhakika that he has promised ya kwamba ameahidi and he was able na nauweza also to perform.
perform. ya kufanya kile alichoahidi. Promises Ameahidi and he's able. na yeye anaweza. And through that promise, Na kupitia ahadi hiyo he can awaken dead bodies. anaweza kufufua mili iliyokufa. He can give a child Anaweza kumpa mwana to a lady who is old. kwa yule dada aliyezeeka. And the God we believe in, Na Mungu tunaye it muamini doesn't matter when, ni ya kwamba haijalishi ni doesn't lini, matter where, haijalishi wapi, it doesn't matter how, haijalishi vipi, he can yeye anaweza. cause Anaweza kusababisha your issue hali yako ama jambo to hilo happen. liweze kutendeka. That's why I'm a believer. Ndiposa mimi ni That muamini one of these days, ya kwamba siku moja wa hizi, ile cathedral the cathedral you see there itaonekana hapa. shall be found here. Sometimes Wakati mwingine tunaletewa mbiru ya quantities, unaona kama inawezekana kwa Mungu. it is possible through God, And God will use us. na Mungu atatutumia, And by the time He is using us, na hadi wakati anatutumia He will have enriched us so that we are able to give. atakuwa ametutajirisha ili tuweze kutoa. Hallelujah, church. Haleluya kanisa. The God I believe in, Mungu ninaye muamini, the God we believe in, Mungu tunaye muamini, He is able yeye anaweza to do that which He has promised. kufanya kile alichoahidi. Amen. Amen. As much as Sarah was, what do you say? A lady who can give birth. Anaitwa? Eh? Sisikii? Anaitwa? Ni swali hawajasikia. No, I'm asking a lady who not delayed, ambaye hawezi kupata watoto. Tasa. Kwa Kiingereza? Barren. Eh? Barren. Barren. Mhm. Amen. Amen. Wow. Kwa Mungu there is no barren. In God hakuna tasa. In God Kwa Mungu hakuna haiwezekani. there is no that it is not possible. Here is Sarah, Huu ni Sara, according to her, kulingana naye forgotten. alikuwa amesahau, But God promised lakini Mungu she shall akaahidi get a child. ya kwamba This atapata was mtoto, through her husband. na kupitia mume wake. That promise, Ahadi hiyo God can break your barrenness in anything. Mungu anaweza vunja utasa wako Hallelujah. kwa lolote lile. Yesterday I watched so many things. Jana nilitazama mambo mengi And they were making me think about the impossibility. na yakafanya nifikirie kuhusu yasiyowezekana. There is a reporter we call Jeremy. Kunaye ripota tunayeita Jeremy, Ako kwa TV ya Kikuyu. Kwa hivyo if you don't watch Inoro, don't worry. I do. katika runinga ya Kikuyu. Jeremy wa Damaris. Jana I admired him. Jana This guy went to Bahati alienda huko Bahati and met a family. I also never thought we have such families in Kenya. akakutana na familia ambayo sijawahi fikiria tuna familia kama hiyo hapa Also Kenya, in Bahati, na huko which Bahati is a fertile area. ambayo ni pahali A ambapo pana family rutuba, which has been pressed down by demons. ambayo wamefinyiliwa na mapepo. The mother-in-law, the sister-in-law, the Mama sons, mkwe, dada the mkwe, children, watoto wao they are trodden in poverty wote wameangushwa katika umaskini, to the extent they are living in a house Umbali- which unajua, if you are invested by demons, it can be very serious. ukiwa na mapepo inaweza kuwa kitu ya kubwa sana. Their wall, Ukuta wa nyumba yao they are putting old clothes. wanaweka manguo On the ambayo wall. yamezeeka, hiyo ni kuta.
You should go to YouTube and see that thing. Unafaa kwenda YouTube And utazame see the hiyo effect of demons. na uone vile mapepo huadhiri. Now this guy Jeremy goes there Na huyu Jeremy ameenda huko and he's now constructing 3 houses for that family. na anajenga nyumba 3 kwa jamii hiyo. But what I see Lakini ninachoona is hopelessness ni kukosa tumaini being turned to hope. ikifanywa kuwa tumaini. God also can use you. Mungu pia anaweza kukutumia wewe. Come to me when I'm hopeless Uje kwangu wakati sina tumaini and give me hope. na unipe tumaini. So be ready. Kwa hivyo kuwa When tayari. God blesses you, Wakati Mungu amekubariki, be ready also to bless somebody kuwa tayari kubariki mwingine who is in need. ambaye yuko katika Now haja. the bitterness in that family, Utasa katika familia they ile, are working, they are doing what, but wanafanya you see kazi poverty lakini bado wako katika umaskini, pressing them down. ikiwa imewafinyilia chini. And I could imagine Sarah, her condition Na was ninge- that level na of ningefikiria hopelessness. hali ya Sara ilikuwa imefika kiwango hicho cha kukosa As much tumaini. as they needed a child, Hata kama walihitaji mwana, Sarah was barren. Sara alikuwa tasa. Here is a God Lakini hapa ni kuna Mungu who can break barrenness. anayeweza kuvunja utasa. It can be barrenness of your need. Inaweza kuwa utasa wa haja yako, May God see you. na Mungu akuone. Maybe you are feeling hopelessness. Pengine unahisi kwamba hauna tumaini. I want to encourage you, brother, sister, today don't give up. Nataka kukutia moyo ndugu dada, leo usikate tamaa. There is a God in heaven Kunaye Mungu aliye mbinguni who understands you. ambaye anakuelewa. Only know that God Jua tu kwamba huyu Mungu, and know his promise in your life. na ujue ahadi zake maishani mwako, That when I got saved, ya kwamba nilipookoka there are things I don't expect in my life. kuna mambo sitarajii maishani mwangu. You know, I hear people fearing being kurogwa niki. Kurogwa ni kurogwa. You know, there are some people who are fearing kurogwa. Kuna watu ambao wanahofia to be bewitched. Kurogwa is not being poisoned. Sio kuwekewa poison, ni kuwa bewitched. Kuwa bewitched. Yes, You know, kurogwa. you can't bewitch me since I got saved. Mimi huwezi niroga tangu nilipookoka. Yeah, you might use poison. Unaweza tumia that will poison, affect me. hiyo itaniadhiri. But going there na kuongea mambo mingi, that will not affect me. Kwenda kuongea huku The nje, power of the spirit in me. nguvu za Roho aliye ndani yangu. If you are Christian, Kama wewe ni Mkristo, you have gone beyond umeenda zaidi bewitching, kurogwa, because our God kwa sababu Mungu wetu has promised us ametuahidi we shall step on. ya kwamba tutakanyanga nyoka. Amen. Amen. I encourage you, brethren. Na watia nguvu wapendwa. Watu wasikuambia watakuroga. Let not people tell you they shall bewitch you. Alichukua nguo zako za ndani na sasa kwenu kuko na mambo kwa sababu ya hizo nguo alichukua. There is nothing like that to somebody who is under the power of God's Hakuna promise. kitu kama hicho kwa mtu aliye chini ya nguvu na ako na ahadi. At there are people who can do things there in Mombasa and you be bewitched that you will not get a child, not unless you are not under the power of the promise of God. Ya kwamba kuna watu walikaa huko mbali wakafanya kitu ili usipate watoto, labda iwe hauko katika mpango wa Mungu. But as long as we are believers, lakini kama sisi ni waamini, that we belong to a God, ya kwamba sisi ni wa Mungu, who can quieten our enemies, ambaye anaweza nyamazisha adui zetu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise be the name of the Lord. Brother, sister, Wapendwa, put
put on the armor of God. Jivalishe mavazi ya Mungu. Believe like Abraham. Na uamini kama Ibrahimu. And move on. Na usonge mbele. Amen. Amen. And we will be there. Na tutakuwa hapo. Let them think. Wacheni wafikirie. Let them do. Wacheni wafanye. But the power of the one whom we believe in. Lakini nguvu za yule tunayemwamini. The power which can break barrenness. Nguvu zinazoweza kuvunja utasa. The power which can break poverty. Nguvu zinazoweza kuvunja umaskini. The power which can break sickness. Nguvu zinaweza kuvunja magonjwa. As long as we are in God. Kama tuko ndani yake Mungu. And we are calling on his promises na to tunadai protect us. ahadi zake atulinde. Hallelujah. Hallelujah. We are more than conquerors. Sisi ni zaidi ya washindi. The God we believe in. Mungu tunayemwamini. And I'm praying that we learn these promises this time. Naomba ya kwamba tusome ahadi hizi wakati huu. Then we also live right. Ili tuweze pia kuishi vyema. Because we saw kwa sababu tuliona for God to fulfill his promises over you, kwake Mungu kutimiza ahadi zake juu yako, you must be pleasing him. Lazima umpendeze. God even confessed about Abraham. Mungu anakiri kuhusu Ibrahimu. And for that believing, na kwa kuamini huko Ibrahimu was counted righteous. Akahesabika mwenye haki. Brother, sister, you can be righteous. Wapendwa, mnaweza kuwa mwenye haki. And God will be involved. Na Mungu ahusike maishani mwako. Naomba mwaka huu 2025 Mungu ahusike katika hali zetu. God will be on our side. Awe upande wetu. God will heal us. Mungu atatuponya. God will fight for us. Mungu atatupigania. God will break our barrenness. Mungu atavunja utasa wetu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. He will take you where he has planned to take you. Atakupeleka mahali amepanga kukupeleka. And that's what the Bible is telling us in the book of John 14. Na hivyo ndivyo Biblia inatuambia katika Yohana Mtakatifu 14. As we close. Tunapofunga. John chapter 14. Yohana Mtakatifu 14. And we read from verse 12. Tuanze na mstari wa 12. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do, because I go to my Father. Amini amini nawaambieni, yeye aniaminiaye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Me, there is something I am looking at and I'm not understanding. Kuna kitu naangalia na sielewi. I don't know how it was turned to be that the pastors are the people who can pray for you. Sijui nini ilikuja ikawa ya kwamba wachungaji ndio wanafaa kukuombea. According to the word of God. Kulingana na neno lake Mungu. The Bible says, most assuredly I say to you. Biblia yasema amini amini na waambieni. He who believes in me. Aminie mimi. He who believes. Yeye aminie mimi. That is you and me. Hiyo ni wewe na mimi. He who believes in me. Yeye aminie mimi. The works that I do. Kazi nizifanyazo mimi. He will do also. Atafanya pia. He who believes. Yeye aminiaye mimi. Not the bishop. Si askofu. Not the pastors. Sio mchungaji. But he who believes. Lakini yeye aminie mimi. Greater works he shall do. Mambo makubwa atayafanya. So brethren, I
am encouraging you. Kwa hivyo ndugu, nawatia moyo. One at a time. Wakati mwingine Rise up in that house where you are. inuka katika nyumba hiyo ulinayokaa. Ukiona some interferences, Ukiona mambo ambayo yanakusumbua, chukua wazimu kidogo. take a, be somehow Sema mad sasa mimi hii nyumba nakataa katika jina la Yesu. and say, I refuse this house in Jesus' name. There shall be peace. Kutakuwa na amani. As a believer in Jesus, Kama anayeamini katika Kristo, you've been given the power umepatiwa nguvu by those promise. na ahadi hizi He who believes in me, ya kwamba aniaminiaye mimi, the works that I do, kazi he nizifanyazo will mimi, do also. yeye naye atazifanya, Any greater works than this he will do, na kubwa kuliko hizi atafanya, because I go to the Father. kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Amen. Amen. If you love me, Kama unanipenda, keep my commandment. na mzieke ahadi za Verse agano langu. 14, if you shall ask anything in my name, Mkiomba neno lolote kwa jina langu, Jesus Christ, I will also do it. nitalifanya. I'm loving the word of God. Ninapenda neno lake Mungu. It is saying, Inasema, whosoever, verse 13, mstari whosoever, wa 13, whatsoever you shall ask, nanyi mkiomba lolote lile. and verse 14, Na mstari wa 14, if you shall ask anything in my name, mkiniomba neno lolote kwa jina langu. this is a promise. Hii ni ahadi. If you shall ask anything in my name, Mkiomba lolote kwa jina langu, I shall do it. nitafanya. Anything, Lolote lile. as long as it is within God's plan over your life. Bora liwe katika mpango wa Mungu maishani mwako. Lolote lile. Hallelujah. Hallelujah. Anything, Lolote lile. if you ask, Ukiomba, and that is a promise. na hiyo ni ahadi. As long as you know how to claim your Kama promises, unajua vile unavyoitisha as ahadi long as you zako, have a relationship with Na- the one who promised, na kama una uhusiano na yule aliyeahidi. yeah, he promised Ameahidi to those kwa wale who shall believe ambao wameamini and are baptized. na wamebatizwa. He's promising them, Anawaahidi if they ask anything in that name, ya kwamba wakiomba lolote kwa jina langu, believing, wakiamini, it shall be done. itafanyika. So, brethren, Kwa hivyo wapendwa, me, I'm waiting for surprises in this church. mimi nangojea mambo makuu kanisani hili. I want something not that which I imagine about you. Nataka kitu ambacho sikufikiria kukuhusu, I am waiting you to come na and kungoja you, uje na kitu kipya, because you are praying kwa sababu wewe and unaomba you are believing, na unaamini, and this God has promised. na huyu Mungu ameahidi. You can be anything anytime. Unaweza Therefore, kuwa chochote wakati wowote. Jesus Christ, anything, Lolote lile, and I don't know what your anything is, na sijui lolote kwako ni nini, but you are asking for that. lakini tunauliza hii. Amen. Anything Lolote lile which is doable to you, ambalo linaweza kufanyika kwako, commiserate, something equal to you. jambo ambalo linalingana na wewe, If you ask for it, ukiliitisha in the name of Jesus, believing, katika jina la Yesu, ukiamini, that is the God who is promising huyu us. ni Mungu anayeahidi. So, don't rate me the way you see me. Kwa hivyo usiniweke vile Unajua unavyoniona. watu wengine wanakuangaliaga wanakuweka, Other people look at you and give you a place, nakwambia wewe, and they tell you, wewe, unasema you can drive a Mercedes. huwezi endesha hiyo. Kulingana na vile najua ile kazi wewe unafanya. According to what you do and I know. Huyu na ndiko ningetare. Unasema. Watu wanakupima.
People rate Achana you. na wao. Leave them alone. You have a secret with your God. Una siri na Mungu wako. You are calling upon a God they don't know. Unaita Mungu ambaye hawamjui. You might see me here. Unaweza kuniona hapa. Na mimi nawaambia nikojeni by the end of this year. And I'm telling you to wait for me this year, before the end of the year. As long as I continue feeling what I'm feeling, unajua mimi nasikia kakitu. Kama naendelea kuhisi vile ninavyohisi ama kusikia. Because God has also given me an opportunity to do something which can make him do something to me. Kwa sababu Mungu amenipa fursa ya kufanya jambo ambalo ninafanya afanye jambo kwangu. I'm not waiting for nothing. David said I cannot take something which does not cost me anything. Mimi Mungu wa Daudi akasema siwezi chukua kitu ambacho hakijanigharimu. This God whom we are serving. Huyu Mungu tunayemtumikia. Na sijui kama wewe una neno kidogo. I don't know if Ni you vizuri una neno. Ujiulize huyu ni bishop. ask yourself this Ndiye bishop. ananihubiria akisweat. The one preaching for me sweating. Kienda kwa altar ni anatoa kuliko mimi. When we go to the altar, he gives more than me. Na unafikiri tutaenda the same steps with you? And you think tutaenda hatua moja na wewe? Hatuwezi. Nino kidogo. Jiulize. Kulingana na those promises. According to the promises of God. He's saying, build Anasema, me a house nijengeni nyumba and I'll build for you. na mimi nitawajengea. That is the God I'm calling elders we serve. Huyo ndiye Mungu naoita wazee wa kanisa tumtumikie. Msituangalie vile tulivyo leo. Tuangalie baada ya kumtumikia Mungu. Kwa siku ya kesho. Siku yangu ya kesho. Siku yako ya kesho ndugu na dada. Shall be us anything. Itakuwa itisha chochote kile. Amen. Amen. Sio naomba Mungu atupatie kiwanja kikubwa tuwe tunapaka magari kwa sababu I'm imagining a church with everybody having a car. Nafikiria kanisa kila mtu ako na gari, lazima tupate uwanja unaweza weka magari mengi. Here is God giving us an opportunity to build for him so that he will build for us. Huyu ni Mungu anatupa nafasi ya kumjengea ili aweze kutujengea. Here is Gathogo who is coming with a sako anatuambia kuja mchukue pesa. Huyo ni Gathogo anakuja na sako na anasema come for money. Na this week na juma hili they were able to give a loan of 2 million. Walipatiana mkopo wa milioni 2. Unakojea pesa sikuje sigoge kwako nyumbani. You are waiting for money to come to you from heaven and knock your door. Do the right thing. Fanya kinachofaa. Serve God. Tumikia Mungu. Then go to Gathogo. Alafu uende kwa Gathogo. Unaendelea na kuomba. Mungu. You pray. Naomba. You believe. Unaamini. And act. Na ufanye jambo. That's what I'm telling you because I'm acting. Ndiposa anasema kwa sababu nafanya jambo ikifika mwisho wa mwaka. Msiende huko mkisema mkiona mke wangu anaenda na gari na mimi naenda na gari. Don't go there saying because my wife will be driving a big car and me a big car. Nino. Church. Kanisa. This God. Huyu Mungu. Abraham believed in him. Ibrahimu akamwamini. To get descendants who shall inherit him. Ili wapate watu wa kumrithi. And he blessed him. Na akambariki. And he opened the womb of his wife. Na akafungua utumbo wa mke wake. And they got children. Na wakapata wana. This is the same God we preach Huyu in ndiye Daima. Mungu tunayehubiri hapa Imara Daima. Yeye anaweza. Tuseme my God is able. Sema Mungu wangu anaweza. Na tusimame tuambie Mungu yes. And we stand and tell God say yes. Yes God. Ndiyo Mungu. Yes God. Ndiyo Mungu. Yes God. Ndiyo Mungu. Yes God. Ndiyo Mungu. Hallelujah. Hallelujah. We worship you.
Tunakuabudu. We bless your name. Tunalibariki jina lako. Asante kwa kuwa Mungu wetu. Thank you for being our God. And thank you for promising us great things. Asante kwa kutuahidi mambo makubwa. Thank you for being our God. Asante kwa kuwa Mungu wetu. And our prayer Na ombi letu is that you fulfill your promises ni ya in our kwamba life. utimize ahadi zako Fulfill maishani your mwetu. promises in our church. Timiza ahadi zako kanisani letu. Fulfill your promises in our home. Timiza ahadi zako katika nyumbani Fulfill your zetu. promises in our places of work. Timiza ahadi zako mahali petu pa Fulfill kazi. your promises on our bodies. Timiza ahadi zako katika mili yetu. Fulfill. Timiza. Fulfill. Timiza In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Let's go before God for 1 minute. Wacheni twende mbele za Mungu kwa Open dakika. up your mouth. Fungua kinywa chako. Remind God about Kumbushe your Mungu promises. kuhusu ahadi zako. Remind God about what you are calling him upon. Kumbushe Mungu kwa kile ambacho unamuitia. Thank you God. We worship you, Lord. Tunakuabudu Bwana. We worship you, Lord. Tunakuabudu ewe Bwana. We bless your name. Tunalibariki jina Thank you lako. for your promises. Asante kwa ahadi Thank you zako. for being our God. Asante kwa kuwa Mungu wetu. Thank you for reminding us Asante kwa kutukumbusha that you are God who fails. ya kwamba wewe ni Mungu ambaye You don't turn away. wewe huwa haugeuki kutoka kwa ahadi Father, zako. remember our sister here. Kumbuka dada aliye Father, hapa. remember brother here. Kumbuka ndugu aliye hapa. Remember your church, Kumbuka kanisa lako which we sent here. ambalo tumewakilisha mahali Do hapa. that which we don't imagine. Fanya kile ambacho hatujaona, Because you can do beyond kwa our kwa imagination. sababu unaweza fanya zaidi ya vile tunavyoona. In the name of Jesus. Katika jina la We Yesu invite you in our place. twakualika mahali hapa, We invite you in our life. twakualika katika We maisha yetu, invite you in our way. twakualika katika njia And zetu, Jehovah, ya kwamba Yehova you shall protect us. utatulinda, You shall protect us from the evil one. utatulinda kutokana na yule You mwovu, shall protect us from those who think evil about us. utatulinda kutoka na wao wafikiriao maovu And kutuhusu. Jehovah, Na Yehova you shall open our barrenness utafungua utasa wetu as you to your servant. kama vile ulivyofanyia mtumishi wako Ibrahimu na Sara. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu We worship you, Lord. tunakuabudu Bwana, We bless you, Lord. tunalibariki jina We lako, lift you up. tunakuinua We lift juu, you up. tunakuinua juu. Take your possession Chukua nafasi in yako us and in our midst. ndani yetu na miongoni mwetu, In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Fulfill your promise. Timiza ahadi zako, Fulfill your promise. timiza ahadi zako In Bwana. our church, Katika fulfill kanisa your letu promise. timiza ahadi, Fulfill to our neighbors. timiza kwa washirika wetu, In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Oh, Jehovah. Thank you Jesus. Oh, the machine that barash. Thank you God. Yes, Lord, we worship. Asante Bwana, We bless your name tunalibariki jina lako and we lift you up. na tunakuinua juu In Jesus' name. katika jina la In that Yesu. mood of prayer, Katika hali hiyo ya maybe you maombi, are in our midst, pengine uko miongoni mwetu, you desired to be saved, umetamani kuokoka and it has not happened. na ijafanyika. Today, Siku ya leo, it is one of the promises of God hiyo ni moja ya ahadi zake that we Mungu, believe in His Son Jesus ya Christ kwamba tumwamini mwanawe Yesu and Kristo we shall be saved. na tutapata kuokolewa. Are you there? You want to believe and be saved? Je, uko hapo na unataka kuamini na uokoke, And you are in the church today. na uko kanisani siku ya leo? God loves you. Mungu anakupenda, And we can pray with you and you get saved. tunaweza omba pamoja nawe upate kuokoka. You can raise up your hand. Unaweza kuinua mkono wako. Yes. This year can be your year. Hiwe ni mwaka wako And God will bless you. na Mungu atakubariki. Are you there? Je, uko hapo? We are waiting for you Tunakusubiri to get saved. uweze kuokoka. Can you raise up your hand? Unaweza inua mkono wako. We love you. Tunakupenda. God loves you. Mungu anakupenda. You love God. That's why you came to church. Unapenda Mungu ndiposa ulikuja And kanisani, you can give your life to Him. na unaweza mtolea maisha Even yako. if you are saved and you backslid, Hata kama ulirudi nyuma, you
You can come back. Our God is a God of second chance. Unaweza kurejea. Mungu wetu ni Mungu wa nafasi nyingine. Are you there? Je, uko hapo? Are you there? Je, uko hapo? I see a hand there. Ni kama naona mkono Ushers, pale. lead our sister. Thank you. God bless you. Mungu awabariki. Amen. Amen. God bless you. Mungu awabariki. Wow. I see a brother giving the child. Naona ndugu akipatiana They are mtoto coming to be wake saved. ili akuje apate kuokoka. God bless you. Mungu akubariki. God bless you. Mungu awabariki. Amen. Are you Amen. there? Je, uko hapo? Usiachwe nyuma. Don't be left behind. Mungu anakupenda. God loves you. And you can renew yourself in Unaweza fanya maisha yako mapya the tena name of Jesus. katika jina la Yesu. Yeah. The rest of us, we are praying. Wengine wetu tumeinamisha nyuso You zetu. can pray in tongues. Unaweza kuomba kwa ndimi. You can shout. Unaweza kupiga You kelele. can tell God, yes. Unaweza I claim kumwambia my Mungu, promises. ndiyo nataka ahadi I zangu. claim Nataka promises. ahadi zangu In the name of Jesus. katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We worship you, Lord. Tunakuabudu Bwana. Thank you for salvation. Asante kwa wokovu. Thank you for the Holy Spirit. Asante kwa Roho Mtakatifu. Thank you for your love. Asante kwa upendo In the wako name of Jesus. katika jina la Yesu. God loves you. And He's on our side. Na yuko upande He wetu. loves us. Jesus Christ. Thank you, Lord. We are getting saved. Hallelujah. What a promise. Amen. Our song. Thank you for Father, we decree and declare Baba, tunafanya kutangaza that these are new ya creatures kwamba now. hawa ni viumbe vipya In the sasa. name of Jesus, make a way. Katika jina la Yesu tengeneza Protect njia. them from the evil one who comes to destroy. Walinde kutokana na yule mwovu anakuja kuharibu, And lead them in your way. na ukawaelekeze kwa njia In zako Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Sikusalimia kanisa. You can say hi to the church. Dada amelia machozi mingi ya mwisho. Amen. Watusalimie. Praise God Church. Majina naitwa Noah Moria. Noa Mweli. Moria. Moria. Yeah. Nimefurahi siku ya leo kukua kwa hii ibada. Nimeshukuru kwa to surrender my life to Christ, na nataka kuvuka kwa hizo ahadi Mungu anazo tuahidi. Amen. Yeah. Na kutoka leo nitakuwa na shiriki na nyinyi hapa. Amen. Amen. Praise God. Kwa majina naitwa Vivian Karambu. I thank God kwa kuokoa maisha yangu, na nitakuwa na shiriki na nyinyi. Amen. 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 Na huyo mtoto ulikuwa naye? Oh, this is your wife. Na kwa nini hamusemi?
This is a husband and a wife. Huu ni mume na And their mke child is back there. na mtoto wao wamepatiana pale. Ninyi mtaenda pale. You shall go far. Just hold on. Shikilieni tu God promises. kwa ahadi zake Our Mungu. Father and our God, we appreciate and thank you for Mungu your wetu. presence in our midst. Mungu wetu na Baba wetu, tunakushukuru kwa uwepo wako miongoni mwetu. Thank you for your grace and your promises. Asante kwa neema yako na ahadi We zako. receive them in Jesus' name. Tunazipokea katika jina la Yesu. Set to go home. Tunapojiandaa kwenda nyumbani, Bless us and follow us. tubariki na ukatufuate. Bless the labor of our hands. Bariki kazi ya mikono yetu. Bless our food and Bariki our drink. chakula chetu na maji yetu, And give peace to our family. na utupatie amani katika familia In zetu. Jesus' name. Na ni we katika pray jina la and Yesu tumeomba na hata kuamini. grace Of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. and the Amen. church is say amen. Na kanisa tuseme We amen. appreciate God and tell God thank you. Tunaposhukuru Mungu na kumwambia asante. Enjoy your week. Furahia wiki yako. God bless the labor of your Mungu hands. abariki kazi ya mikono yako. Bless your food. Abariki Bless your chakula water. chako, abariki maji yako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.